ya kila mmoja anahitaji kusahihisha. Unaelewa, kuna watu wanapambana na wanapata shida kwa sababu hakuwepo kusahihisha. Unaelewa hilo? Unaelewa, kuna mtu leo huduma yake aliyoianza kwa gharama na uchungu mwingi inakwama kwa sababu hayupo tu mtu wa kumrekebisha. Mimi napenda na nakubali mtu anayeweza kunifesi, kuniambia dogo hapo umefeli, dogo hapo mambo hayatakiwa ende hivi. Mtu wa namna hiyo namfurahia mno, anasema mchungaji, unaonaje tukienda hivi? Unaonaje tungefanyika hivi? Hakuna mtu ambaye hahitaji kusahihishwa. Hata askofu unayenisikia unahitaji kusahihishwa. Hata wewe mama mchungaji unahitaji kusahihishwa. Hata wewe mzee wa kanisa unahitaji kusahihishwa. Hakuna mtu aliyekamilika, hayupo aliyekamilika. Kila mmoja anahitaji kurekebishwa na kukaa, kwa sababu tunategemeana. Unanihitaji mimi na kuhitaji wewe, wote tunamhitaji Yesu. Wote tunamhitaji Yesu. Come on. Everybody, kila mmoja anahitaji kusahihishwa. Hakuna mtu aliyekamilika. Jina la Bwana libarikiwe. Tunamwomba Mungu mmoja, Roho ni mmoja. Roho Mtakatifu yuko kazini, anakutumia wewe hapo ili uweze kumsahihisha jirani yako. Anakutumia wewe, cha msingi ujiamini, ondoa hofu, mfesi, mwambie baba fulani ndio nakubali wewe dada yangu, nakubali wewe ni mkubwa kuliko mimi, lakini hapa ukienenda hivi mambo yatakuwa sawa. Lazima uwe miongoni mwa watoto wa Mungu wanaobeba majukumu makubwa. Lazima uwe miongoni mwao, wakitembea watu waone utukufu wa Mungu na wafuata. Yes. Lazima uwe miongoni mwao. Na inawezekana. Ni swala tu la maamuzi. Ni swala tu la maamuzi. Ieleweke kuwa, jamani, ieleweke kwamba ukuu sio kifaa wala sio silaha ya kuchapia wengine. Mungu akikupa hiyo neema, umemuomba Mungu, amekubali, ndio amejibu maombi yako. Utumie ukuu wako kama alivyotumia Yusufu, akawa msaada katika maisha ya wengine. Ombi langu leo kwako, uwe Mungu akupea ukuu, ufanyike msaada kwa familia yako, ufanyike msaada kwa kanisa, ufanyike msaada kwa mama wenzio, ufanyike msaada kwenye ndoa, ufanyike msaada kwenye ndoa ya kila mmoja anayekuzunguka. Bwana ni mwema, yeye ni mwaminifu, aliyeanzisha safari ndani yako anakujua, ataimaliza tu. Cha msingi ujiamini, cha msingi ujisimamie, cha msingi uambie kwamba moyo wangu tulia na ujue kwamba Mungu ni Bwana wangu. Inawezekana. Kila mmoja anatakiwa kuwa mkuu. Sababu ni nini? Basi kwa sababu aliye ndani yangu ni mkuu kuliko dunia. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko hofu inaweza kunipata. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko chochote nachoweza kutana nacho kikanitatanisha, kanifanya imani yangu onekane si thabiti. Yeye ni mkuu mno. Ukimwambia Bwana, nina shida, yeye anajibu, kwa sababu anatambua kwamba wewe unamtegemea yeye. Kwa hiyo ukuu, jamani, ni swala la maamuzi. Uwe mkuu leo kabla hujachelewa. Uwe mkuu leo. Sema, nataka niwe baba bora, nataka niwe mume bora, nataka niwe mtoto nayempendeza mama, nayempendeza baba, nayempendeza Mungu pia. Yesu nisaidie. Inawezekana mama, unaweza kuwa umetamaa kwa sababu wewe tunajiona watu wanakudharau au unadharaulika kutokana na kipato chako, lakini wewe jikaze, jitie moyo kwamba mkuu aliyeko ndani yangu atanipigania kwa wakati wangu ambao utajiona mimi si kitu. Yeye ataniinulia watu wa kuweza kuniwezesha na